kwamba kama una kiungo mnyumbulifu na forward mwenye akili, anakupitishia mipira yako pale pale ambapo mabeki wapo. Ukiangalia goli ambalo limetokana na ambalo lilitokana na Faisal akamtupia Sadoni pembeni. Ukiangalia ule mpira haujaanzia kwamba yani madhara ya ule mpira haujaanzia pembeni, madhara ya ule mpira umeanzia katikati. Manake umechukuliwa mpira katikati, wakaangalia mabeki wamesogea, mabeki wa katikati nao wamesogea. Sadoni akatanua kwamba huyu winga hawezi kunipata, au beki namba 3 na 2 hawezi kunipata. Kwa hiyo ule mpira ulipigwa moja kwa moja, pasi iliyonyoka kutoka katikati, ambapo ilitakiwa wale mabeki wao wameshaweka marking ya kutosha. Mpira ukamkuta Saduni akaingiza ndani akafunga. Na ukiangalia goli la pili ambalo amefungwa Simba ni the same, ni goli lile ambalo ukiangalia watu wengi bado wameshindwa kulichambua kwamba ugonjwa wa Simba uko wapi. Ugonjwa wa Simba mpaka anapoteza game hii si kwamba Simba ni mbovu. No, Simba ni nzuri na Simba iko vizuri. Ila isipokuwa hapa katika upande wake wa mabeki hajaweza kutengeneza system iliyo bora kwa ajili ya kuweza kudhibiti ile mipira ambayo inakuwa ni hatarishi. Kwa sababu sioni mpira ambao unasema ule mpira ulikuwa mgumu beki hawezi kupata. Hapana, mpira yote ilikuwa mepesi. Na kukumbusha, unaikumbuka game ambayo Clement Mzize anamfunga Simba, ambao pass imetoka moja kwa moja kwa Pacome. Manake nini? Mpira umetoka pale pale ambapo mpira uliochezwa juzi wa Faisal na mpira uliokuja kupigwa Pacome hauna utofauti sana. Mpira umetoka pale pale, karibu tu. Pacome kausogelea, kaupiga outer pass, umezunguka, beki yuko